Nianzie kwa upande wa vijana wanaoibukia hii kazi, niweze kusema kwamba hii kazi ni nzuri, lakini ina sifa mbili muhimu ukitaka kujibrand vizuri. Moja, sifa ya kwanza kabisa ni uaminifu. Uaminifu ndio mtaji wa kwanza wa broker yoyote duniani, uaminifu. Lakini cha pili, unapokuwa mwaminifu, lakini pia tamaa isiwe mbele sana. Kama ulivyosema, wameibuka vijana wengi na si waaminifu. Unazungumziaje au unamaanisha nini uaminifu? Maana yake ni kwamba anaweza pata mteja akachukua pesa, alafu akapata mteja wa pili na akachukua pesa. Sasa baadaye inakuwa ni shida. Mwisho mteja na react, baadaye anasema bwana mimi nitakupeleka polisi na kadhalika. Sasa tunaonekana madalali wote tuko na sifa hiyo, lakini ukweli ni kwamba ni vijana tu ambao hawajui maadili ya kazi ya broker, kwa sababu kazi yoyote ina maadili yake. Moja maadili ya broker ni uaminifu, ni mtaji wa kwanza. Sasa vijana wengi sasa hivi tunachokifanya sisi tuliowatangulia ni kuwapa semina, ni kuwapa elimu ili waweze kufanikiwa katika kazi hii. Tunawapa semina, na sasa hivi tuna group na mabroka katika jiji la Mbeya lipo. Tunapeana semina za hapa na pale, basi vijana wanaelimika. Lakini mahala popote palipo na kundi la watu zaidi ya 10 au 5, hawakosi watu ambao hawezi kuwa wasikivu wa maadili ambao tunawapa. Kwa sasa hao mkondo wa sheria, ikiwa ataendelea kutokuwa mwaminifu katika hilo, anakuwa mwizi kama wezi wengine. Kwa hiyo hatuwezi kumzungumzia. Yani huyo atakuwa mwizi wa kuaminika. Kwa hiyo sheria zitafuata mkondo wake. Na nyinyi madalali nilisikia kwa mbalimbali za chini lakini ndio kwamba mna mwenyekiti wenu, yani mna uongozi kabisa yani wa madalali. Ni kweli hilo swala? Ni uongozi ambao upo. Ndio. Ni sahihi kabisa, upo. Labda tu tutaweza kuongea na viongozi wetu ili waweze kujitangaza zaidi, lakini sio la uongo, upo. Sawa. Kufikia mpaka hatua ya kuwa na viongozi, mna umoja wenu madalali. Ndio. Kuna vijana wa bodaboda walitumia muda mrefu sana kazi yao mpaka kuonekana ndo kazi rasmi kabisa. Miaka hiyo mpaka sasa hivi iko hivyo.